wala yashkuru nasa wala yashkuru Allah. We mkuu wa mkoa na kushukuru, Mungu akupe nuru katika pirika zako, hasadi ziondoke, utawala kwako udumu. Mungu akupe nuru, Mungu akuzidishie hekima. Kitu ambacho mimi niseme kilichonivuta kwenye maelezo yako kwamba unapambana kwa ajili ya familia. Ndio maana nikaa nasema uwe na kitu chengine, manake tukusaidie ukasomee ufundi. Jumatatu mimi Mungu alivyojalia ile nikaanza kuuza ufuta tu kama Sara tu. Kaanza kuranisha. Muda gani sasa hivi toka umeanza kuranisha ufuta? Miaka mingi. Inafika hata 3 4. So mimi nilikuwa kabla sijaanza kuuza kwenye magari mle. Nilikuwa kama vile naranda mle naranda, lakini kila mtu ukifanya ile kazi Mungu ndo anakuchanua kile ya kutafuta. Wewe mwenyewe unakoona ujengeza, sasa hivi fanya hivi. Ndoto zako za baadaye nini? Ndio kuendelea kuuza ufuta tu? Ndoto zangu yaani manake unatamani kama ningelikuwa na uwezo nikafanya kwamba iendelee biashara ufuta ndio imekupa brand, unaweza ukaendelea, lakini ukawa kuna kitu kingine manake cha kukutoa, yaani ukawa na kitu kingine cha ziada cha kukuingizia hizo pesa. Ushafahamu? Unajua kwa sababu wewe unakuwa sasa hivi una miaka mingapi? Sasa hivi na miaka 22. Unaona, unakuwa utatamani uwe na familia kweli. Utatamani biashara ziendelee, si kila siku manake utaishia na ufuta. Sasa nguvu zitaisha baadaye. Sasa lazima uwe na kitu kingine manake. Kwa hiyo unafikiria ni ukiacha mpira, kwa sababu mpira nao ufuta itabidi uweke ili wenye timu wa kuamini kwamba huyu anaenda kutusaidia kwenye mchezo. Lakini kitu kingine kipi manake wewe unafikiria plani yako manake mbali na hili? Mbali na hili? Yaani hilo lina faida, na ndio maana leo umeweza kukaa hapa na mkuu wa mkoa unazungumza naye. Sio jambo dogo, ndio maana ngasema mwanzo. Lakini kuna mtu anatakiwa awe na vitu vingine. Ndio, naelewa. Vya ziada. Hii fursa nzuri sana. Lakini unajua mimi mtoto. Shona mangondi tu haya. Naweza nikaongea neno ambalo pengine nikitoka hapa baadaye nikajutia. Kwa nini siku ile mmekutana na mkuu wa mkoa yani sikumwambia kitu fulani? Kitu ambacho mimi niseme kilichonivuta kwenye maelezo yako kwamba unapambana kwa ajili ya familia, ambacho ndo kitu cha msingi sana. Ndio. Lakini utapambana kweli kila siku kwa kuuza ufuta alafu familia yako itakuwa? Sasa hivi unachopata si unampa mama, mnagawana na dada yako, ndivyo? Ndio, tunagawana, kila mtu na haki yake. Kila mtu yule ana fungu la kupika, wewe una fungu la kuuza. Lakini unachopewa wewe kina sehemu mbili. Tunagawanyika. Kina chako wewe na kumpa bi mkubwa mkapika mkala nyumbani. Tukala. Lakini baadaye ukikua unasema na mimi nataka mwenzangu. Kweli. Maisha yanaendelea kukua. Ufuta hauta familia. Kwa sababu hapo sasa manake mimi ndo maana nikaa nasema uwe na kitu chengine, manake tukusaidie ukasomee ufundi, uuze ufuta, lakini huku una ujuzi mwingine. Kikaa kitako kimkoba ilo kapo pengine lionekane lina zana za ufundi. Ukipata mtu kantilie umeme, ndio unatengeza, unapata pesa yako kula. Kimaliza leo hujapata tenda, ufuta unaendelea. Yaani lazima uwe na vitu vya ziada. Na wewe unataka nikupe jibu hapa? Hapana. Kafikiri tu. Mimi dhamira yangu kwa sababu tu ya maono. Na nilikwambia ukweli. Kwa mtazamo mtu akikutizama havutiki kwamba nimsaidie huyu kijana, ataona kama napoteza pesa zangu. Unaona? Umefuga rasta, wengine hawapendi rasta. Kweli. Unaona? Anatamani akuone kijana wa kawaida, umekata nywele zako vizuri na nini. Unaona? Kwa hiyo mtu mwingine akikutizama hivi atasema kwa huni tu hao.
hana kazi ya kufanya, na pengine kuna watu wanadhani ukishauza ufuta pengine unaenda kutafuta bangi unavuta. Ndio wanavyo wengine wanavyoona, kila mtu na mtazamo wako. Sasa mtazamo mtu kumbadilisha, wewe mwenyewe umeamua kwa rasta, ni vitu vya wewe mwenyewe kusema sasa hivi bora nitoe hizi dread, nikae na nywele zangu za kawaida, nifanye biashara yangu. Brandi unayo tayari, watu wakikuona, lakini wengine wanaweza asije kukujua ukitoa ukiwa kipara kama. Lakini ukitakiwa kwenda kwenye kujifunza ujuzi, manake wewe kurudi darasani haipo, ni kujifunza ujuzi ambao utakupa ajira ya kwako kama ulivyojiajiri sasa hivi, lakini utakuwa na vitu vya ziada, ili familia ikikua unatokana na we na mama, unakuja we na mke, pengine na mtoto baadaye, uwe na vitu ambavyo vinashikika. Lakini dhamira ni hiyo, kwamba sio tukutoe barabarani moja kwa moja, lakini uende kwenye kitu kikubwa zaidi ya hiko unachokifanya, kwamba unajua kuweka akiba pesa yako inayotokana na ufuta, au ndo ile tunachuma inaenda nyumbani tunapika tunakula. Lakini pia nashukuru mmefika hapa. Pia ni kwa kweli nitachokwambia mimi kwa hapa first kukupa jibu, kwa maana nataka labda kwenda kuchonga mbao au kama vile hivi itakuwa ngumu. Hilo wewe kwa sababu nikienda huku mie ndo akili zitanjia vizuri, lakini kwa mie hivi hata wewe hilo kakae nalo. Leo tutafanya biashara ya ufuta. Mimi nilichopanga kukuongezea kwenye mtaji wako nitakuongezea. Asante. Kwa leo. Nitashukuru. Ndio maana nikauliza wewe ufuta wa umu shingapi huo? Maana leo umekuja kukaa na mie, basi angalau tununue ufuta. Na picha pia tapiga, maana nataka na picha. Kwa sababu hiyo picha peke yake nitakuwa na posti. Picha utapiga. Au kama kuna mtu mkimwambia ameenda kwa mkoa atataka picha, nampa pia nabandika kwenye gari.